Ulishawahi kujiuliza, je, mtu anaishi baada ya kufa? Tangu mwanzo wa historia ya mwanadamu, swali moja limeendelea kuwatesa watu wa kila kizazi. Je, mtu anaishi baada ya kufa? Mamilioni ya watu duniani wamejiuliza swali hili. Wanasayansi, wanazuoni wa dini, wanafalsafa na watu wa kawaida wamejaribu kutafuta jibu. Kifo ni jambo ambalo kila binadamu anakutana nalo. Hakuna tajiri, masikini, mfalme wala mtumwa anaweza kukikwepa. Lakini swali kubwa si kwamba tutakufa, bali ni nini hutokea baada ya kifo. Je, fahamu mwanadamu huendelea kuwepo? Je, kuna maisha mengine au kifo ndio mwisho wa kila kitu? Hakuna swali lingine ambalo limezalisha mjadala mkubwa kama hili. Kifo ni nini kitaalam? Kabla ya kujadili maisha baada ya kifo, ni muhimu kuelewa maana ya kifo. Kisayansi, kifo hutokea pale ambapo mwili hauwezi tena kuendelea kufanya kazi muhimu za maisha. Hii ni pamoja na moyo kusimama, kupumua kusimama, ubongo kuacha kufanya kazi. Madaktari hutofautisha. Clinical death, hali ambayo moyo hupumua huwa unasimama. Mtu anaweza kurudishiwa kwa CPR au vifaa vya hospitali. Biological death, seli za mwili na ubongo zinaanza kufa kabisa. Katika hali hii kurudi hai huwa karibu haiwezekani. Sayansi inasema nini? Kwa sasa hakuna ushahidi wa moja kwa moja wa kisayansi unaothibitisha kwamba mtu anaendelea kuishi baada ya kufa kabisa. Hata hivyo, kuna mambo kadhaa yanayofanya watafiti kuendelea kuuliza maswali. Near death experience. Hizi ni hali ambazo mtu humkuta au huwa karibu sana na kifo lakini akaokolewa. Maelfu ya watu duniani wameripoti uzoefu unaofanana. Miongoni mwa mambo yanayoripotiwa ni kuona mwanga mkali, kusikia amani kubwa, kuhisi kutoka nje ya mwili, kuona ndugu waliokufa, kupitia matukio ya maisha yao kwa haraka. Watafiti wamegundua kuwa 10% hadi 20% wanaonusurika baada ya moyo kusimama huripoti uzoefu wa aina hii. Je, hizi ni ushahidi wa maisha baada ya kifo? Hapa ndio mjadala mkubwa ulipo. Kundi moja la watafiti linaamini kwamba uzoefu huu unaweza kuashiria kuwa fahamu ya mwanadamu inaweza kuendelea hata wakati mwili uko katika hali mbaya sana. Lakini kundi jingine linasema kuwa hayo yanaweza kuwa matokeo ya ukosefu wa oksijeni kwenye ubongo, kemikali zinazotolewa wakati wa kufa, mabadiliko ya umeme katika ubongo. Hallucination. Mpaka sasa upande unaoweza kuthibitisha hoja yake kwa 100% hakuna. Ugunduzi wa hivi karibuni kwenye ubongo unaokufa. Katika miaka karibuni watafiti wamegundua jambo la kushangaza. Baada ya moyo kusimama, ubongo wakati mwingine huonyesha ongezeko la muda mfupi la shughuli za umeme. Baadhi ya wataalamu wanafikiri hali hii inaweza kuelezewa kwa baadhi ya watu hukumbuka matukio ya ajabu walipokuwa karibu na kufa. Lakini bado haijathibitishwa kuwa fahamu huendelea kuwepo baada ya kifo kamili. Tatizo kubwa la sayansi. Sayansi inakabiliwa na changamoto moja kubwa. Hakuna mtu aliyekufa kabisa akabaki amekufa kwa muda mrefu kisha akarudi na kutoa ushahidi wa uhakika. Watu wote waliorejea walikuwa katika hali ya karibia kufa, si kufa kama kwa kudumu. Ndio maana sayansi bado haijatoa jibu la mwisho. Fahamu au consciousness, unadhani ni nini? Hii ndio siri kubwa zaidi. Tunajua ubongo unahusika na fahamu, lakini fahamu ni nini hasa? Inatokea wapi? Kwa nini tunajitambua? Hata leo sayansi haijapata jibu kamili. Baadhi ya watafiti wanaamini kwamba kuelewa fahamu ndio ufunguo wa kujua kama kuna maisha baada ya kifo. Dini zinazungumziaje maisha baada ya kifo? Karibu kila dini kubwa duniani inaamini kwamba maisha hayaishi kaburini. Uislamu. Katika Uislamu mtu akifa huingia katika ulimwengu wa baraka akisubiri siku ya kiyama. Baada ya hukumu, wema huingia peponi, waovu huingia motoni. Maisha baada ya kifo ni sehemu kuu ya imani ya Kiislamu. Katika Ukristo unafundisha kuwa kuna ufufuo wa wafu na hukumu ya mwisho. Waamini Kristo wanatarajia uzima wa milele mbinguni. Uyahudi una mitazamo tofauti kulingana na madhehebu mbalimbali, lakini wengi wanaamini kuwepo kwa maisha baada ya kifo na hukumu ya Mungu. Uhindu unamaanisha katika kuzaliwa upya, reincarnation.
roho huzaliwa tena katika mwili mwingine kulingana na matendo yake. Ubudha pia una fundisho la kuzaliwa upya, lakini kwa namna tofauti na Uhindu. Lengo kuu ni kufikiria nirvana na kuondokana na mzunguko wa kuzaliwa na kufa. Je, watu wote wanaamini maisha baada ya kifo? Hapana, kuna makundi matatu makubwa. Waumini wanaamini kuwa maisha baada ya kifo. Wakanaji wanaamini kifo ni mwisho wa kila kitu. Wasio na uhakika wanasema hatuna ushahidi wa kutosha kuthibitisha upande wote. Hoja zinazotolewa na waumini. Waumini wa maisha baada ya kifo hutumia hoja kama ushuhuda wa near death experience. Ya pili, uwepo wa nafsi au roho. Ya tatu, maandiko ya kidini. Ya nne, hisia ya ndani kwamba maisha hayawezi kuishia kaburini. Hoja za wanaopinga. Wanapinga kwa kusema kuwa fahamu hutegemea ubongo. Ubongo ukikaribia, fahamu hubadilika. Hakuna ushahidi wa moja kwa moja na maisha baada ya kifo. Near death experience zinaweza kuelezewa kisayansi. Ukweli tunaojua leo. Baada ya mamia ya tafiti na miongo mingi ya tafiti, tunajua watu wengi hupata near death experience. Zinafanana katika tamaduni nyingi. Ubongo na shughuli za ajabu wakati wa kufa. Watu wengi waliopitia near death experience hubadilika maisha yao yote tusiyoyajua. Kama fahamu huendelea baada ya kifo, kama roho ipo kisayansi, kama pepo na moto vinaweza kuthibitishwa na sayansi, kama kuna ulimwengu mwingine baada ya kifo. Hitimisho. Baada ya kuchunguza sayansi, falsafa, dini, jibu la uaminifu zaidi kwa sasa ni hili. Hakuna ushahidi wa kisayansi unaothibitisha kwa uhakika kwamba mtu anaishi baada ya kufa kabisa, lakini pia hakuna ushahidi wa kisayansi unaothibitisha kwa uhakika kwamba maisha yanaishia kabisa baada ya kifo. Kwa maneno mengine, swali hili bado ni moja ya mafumbo makubwa zaidi duniani na kwa mwanadamu. Sayansi inaendelea kutofautisha majibu, dini zinaendelea kutoa maelezo yake, na kila mtu hulikabili swali hili kwa misingi ya ushahidi, imani na uzoefu wake mwenyewe. Jambo ambalo halina ubishi ni kwamba kifo ni sehemu ya safari ya kila mwanadamu. Swali la kama kuna maisha baada yake halijapata jibu la mwisho linalokubaliwa na kila mtu duniani. Mwandishi wa makala haya ni Mobisco Kani na msomaji ni Lona Abubakar. Usisahau kulike, kushare, kucomment na kusubscribe ili wa kwanza kupata mengi yanayojiri katika chaneli yetu.